Sasa nakusikiliza Tami. Ulikuwa unataka kuniambia nini? Kiukweli, nimekuja hapa kwa sababu kuna jambo nilikuwa nataka tuzungumze, na jambo lenyewe ni kuhusiana na Elika. Kiukweli Elika anakupenda sana na anashindwa kujizuia. Ni namna gani ataweza kuweza kuhandle hii hali aliyonayo ya mapenzi juu yako? Kiukweli ameniagiza nije nikwambie kwamba anahitaji mwe wapenzi, anahitaji mwezi kwa wapenzi, yani mwezi kuishi pamoja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ameniagiza na ndio kitu ambacho nimekuitia hapa. Mimi nikajua umenitia kitu cha maana, kumbe umenitia ushenzi. Asa anawezaje kunipenda mimi? Afu wakati huo ajui kwamba sisi ni wanafunzi. Afu anaanza kuita mambo sana mapenzi hapa shuleni. Hayo ndo mambo gani sasa? Wewe nenda kamwambie bwana mimi simpendi na wala simtaki. Kama vipi akiniona hata asinisalimie. Kumbe ana mambo gani ya kishenzi kiasi hicho? Mshenzi huyo, mshamba kwanza. Mimi ndawezaje kuwa na demu mshamba vile? Hebu mwambie ajikatae bwana. Steve, kikweli nakuomba, yani unielewe. Naomba muelewe hisia za rafiki yangu kikweli. Anakupenda na yuko tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Kwa hiyo naomba uweze kumfikiria japo hata kwa hili. Mwenzako anaumia kule, anateseka juu yako. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba Steve, kaa chini, fikiria kuhusiana na hilo, and then ufanye maamuzi ya busara, lakini sio kusema tu mtaki. Nakuomba kwa hilo Steve. We bwana mwambie ajikatae bwana. Mimi simuelewi wala nini bwana. Kwanza unanipotezea muda huu. Muda huu ningekuwa zangu class na kula zangu minutes nini na kula zangu madini. Naendelea kujiongezea maarifa hapa kwa kusoma. Wewe unakaa hapa unakuja unanipotezea muda kwa kuniambia mambo ya ajabu. Wewe bwana sikia, wewe kama vipi tutaongea siku nyingine. Mimi sasa hizi ngoja niondoke zangu niende zangu darasani. Muda kwanza huu sio muda kukaa nje hapa kuja kupiga story. Huu ni muda wa kwenda kuwepo darasani. Kwa hiyo kama vipi tutaongea siku nyingine, sawa?